Baba wetu na Mungu wetu aliye juu mbinguni, tunalitukuza jina lako na kulisifu asubuhi njema. Asante kwa maana umetuamsha siku hii. Tumekuja katika nyumba hii ya kuhifadhi aliyokuwa amelala, na mtoto wetu Moraa sasa amekuja mbele yetu. Tunapomtazama ili ya kwamba tuweze kuridhika katika mioyo yetu na kukonfirm ya kwamba kweli amelala. Na zaidi ya yote tuanze safari yetu kutoka hapa kwenda Kisii. Tunaomba ya kwamba uweze kutupatia baraka ya usafiri, na tutakapofika salama salimini tutashukuru na kuinua jina lako. Saidia wote ambao wanasafiri, saidia familia, Mungu wetu wafariji kwa njia ya kipekee. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu.
Ngoza batole twakogenda, ngoza batole twimuka kugenda. Abandi nabo tuje gutanga na gutika. Aya, ngoza batole no mulisira. Mulisira tusabere. Ngoza batole. Ya tusabe. Omonene tata Nyasaye. Ayuri okwarengeo nandura abo emyaka yonsi. Aya gukore bikonde elioba lyabara nande bwaira kubwategana n'obutongi bwao akero twaganyete nga omwana oitonkore twari litiko lya lero ogosaba gwa itonko lyanga obalenda asenkera baike gwakorire bo bono omonene gotukwira limbia mono asa yatigarite kero tokogenda nka monene obe naintwe nonyina ase obotuko obogima omonene saitani tancheti nonyina amaya iganje ange tonsi yo twari gusaba omurusio ase rieta ria Yesu twasabire tosemereti kwa igure ase rieta ria Yesu Kristo mubari itu amen.
Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Viwe rohoni mwako. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tuweze kustahilishwa kuyaadhimisha mafumbo haya matakatifu. Namungamie Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndiyo maana namuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Utujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Salome aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Kwenye mataifa tumebatizwa na tumetumwa, tulitangaze kwenye mataifa. Tulitangaze neno lake Bwana Mungu wetu. Tulitangaze neno lake Bwana Mungu wetu. Tumebatizwa na tumetumwa, tulitangaze kwenye mataifa. Tumebatizwa na tumetumwa, tulitangaze kwenye mataifa. Ogosoma ugutanga Ruasi kitabu ya Daniel sana ibere tosome kianda mpaka 10 alafu 13 mpaka 14. Okorora igoro y'omonto bwa matuka mange ekerona ligeretie karora ebirogo byobonene bigoterekwa na omonto omokoro bwa matuko amange agaikaransa ase ekerogo kiaye chianga chiaye nigo chia renge chindabuse se na
etukia ya yomotuoye nigo yarenge endabu buna amalionya yengondi endabu esibirie ekerogo kiaye kiobonene nigo kiarenge chimeme chiomorero ogwoka na amagoro yekerogo ekyo nigo arenge amaroro omorero ogwoka naende nkarora ase amaroro ane amatuko amatuko oyomo ongabunda omwanya bantu ogocha amo namare ya igoro agaika ange ase omontoria omokoro w'amatuka amange akarentwa ase obosio bwaye ere oyo akaegwa okobwa okogamba na obonene na oboruoti erinde abantu bonsi na ebisaku na abantu bemenwa ao bakakorera bamokorere abagambi obugambi bwaye n'obwa kare na kare tibokoera na oboruoti bwaye tibokobugwa ringana ya Nyasaye. Tusimame kwa Injili. Yesu alipowaona makutano alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi wanafunzi wake walimjia, akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi kwa kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa sababu thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sifa kwako e Kristo. Kushangilia kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo
walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Karibuni katika misa hii ya jioni, tukiwa tunamfanyizia mwenzetu mwenda zake Salome ambaye amelala, na ninajua mmesafiri kutoka mbali, wale ambao mlienda kuchukua mwili kutoka Nairobi. Kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu amewalinda hadi mmefika hapa, ili ndiposa kesho tuweze kumfanyizia misa, pia tena tumlete makaburini. Sisi zote ni tumekuja hapa ndiposa tuweze kufariji familia hii, na pia tena tumekuja ili ndiposa tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi wa huruma yake na kwa wingi wa rehema ambazo alizo nazo kwetu katika maisha yetu. Kwa hivyo sisi kama wanadamu hatuna budi kumuuliza Mwenyezi Mungu mipango yake, sisi kama wanadamu. Na tena kwa yote ambayo Mwenyezi Mungu anayoyafanya, yote ni kamilifu, kwetu yanaonekana ni dhaifu, kwetu yanaonekana yako na upungufu, lakini kwake hata yale ambayo yanayoonekana ni ya upungufu yanafaa zaidi. Hivyo ndivyo basi inavyofaa kila mmoja wetu tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata wakati wa kifo inafaa tumshukuru, hata wakati wa changamoto inafaa tumshukuru, hata wakati tunapobarikiwa inafaa tumshukuru, kwa sababu kazi yake ni kamilifu na kazi yake inafaa zaidi. Somo letu la kwanza kutoka kitabu cha nabii Danieli, sura ni ya 7 mstari wa 9 hadi wa 10, tena wa 13 hadi wa 14. Basi ni mojawapo ya yale maono yale ambayo huyu nabii aliyaona. Naambiwa kwamba aliona wanyama 4. Na wanyama 4 walikuwa ni wanyama wa kuogopesha sana. Kwa basi wanyama wawili wanaashiria mataifa mawili. Wanaashiria taifa ambalo linaloitwa Persia na taifa ambalo linaloitwa Mede. Na kwa hivyo basi haya mataifa yalionekana kana kwamba ni katika wakati walikuwa wanaongoza vizuri, na kwa hivyo basi wakaonekana wako na nguvu. Pia tena anazungumza mnyama mwingine ambaye anaitwa simba. Anapozungumza kuhusu simba, anazungumza kuhusu nchi ya Babiloni na mfalme wake ambaye ni Nebukadneza. Hawa walikuwa ni wakali zaidi katika wakati huo. Walionekana wako na nguvu, na katika nguvu zao walikuwa wanajeruhi na walikuwa wanaua. Kwa hivyo basi waliogopewa zaidi. Watatu walioonekana kana kwamba aliona mnyama mwingine, nasema huyu was a very terrible animal, a wild beast. Na kwa hivyo basi huyu mnyama ambaye wa mwisho alionekana ambaye ni mkali zaidi, huyu anafananishwa na mfalme ambaye aliyekuwa anasifiwa na anasifika katika wakati huo. Na mfalme huyo si mwingine ila anaitwa Alexander the Great, the cruel Antioch. Kwa basi huyu ndiye aliyekuwa mkali zaidi kwa wote wale waliokuwa. Mbona anazungumza katika mafumbo kama haya? Anazungumza kwa mafumbo kama haya kwa sababu wafalme hawa hawakuwa na huruma. Walipokuwa kama wamefamia katika nchi ile ambayo wameifamia, hawakuwa na huruma. Kwa hivyo walikuwa wanaua, walikuwa wanatesa, na kwa hivyo walikuwa wapaya zaidi. Hivyo ndivyo basi anaandika huyu nabii akiwa anatuelekeza kwa kuandika kupitia kwa wanyama hawa. Lakini furaha ni kwamba sasa anapoona katika maono yake, anaona tena katika maono yake, anaona kutoka mbinguni sasa yule ambaye anayefanana mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu anasema anaitwa mwana wa mtu. Sasa basi huyu anasema kwamba yeye ndiye mfalme sasa. Yeye ako na huruma, yeye ako na upole, na anapokuja basi katika utawala wake hakuna kuwajeruhi watu, hakuna kuwaua watu, ila yeye amekuja kuleta
amani. Na sasa ndiposa anasema sasa ufalme wa kugandamiza, ufalme wa kuua umeisha. The son of man, last he saw the son of man. The son of man is from heaven, is the king. His kingship has no end. Ufalme wake hauna mwisho. Alafu huyu mfalme watu walipomuona kulikuwa na tumaini. Pia tena wakawa na ujasiri. Kwa sababu huyu mwana wa mtu yeye katika ufalme wake anawakaribisha wale ambao ni maskini, anawakaribisha wale ambao wamedhulumiwa, anawakaribisha wote wale ambao wamewekwa wako mbali na wale ambao ni wakubwa. Kwa hivyo basi watu wakawa na furaha, watu wakawa wanafurahia kwa sababu sasa ule ufalme wa ufalme mkali na ufalme ambao ulikuwa unasumbua watu umeisha, na sasa basi amekuja yule ambaye ni mwema. Naposoma basi katika mwaka wa 300 utagundua kwamba kulikuwa na familia ambayo inaitwa Makabayo. Familia ya Makabayo ni familia ambayo iliyopigania ukweli na ikasimama katika ukweli wa jinsi ambavyo sheria za Mwenyezi Mungu. Na kwa hivyo basi wakasimama imara na wakapinga katika wafalme hawa mfalme Alexander the Great. Walimpinga zaidi na wakasema basi Ukristo lazima uimarike. Tunaona kwamba hata wao waliposhinda walikuja wakalemewa, wakaanza sasa kuwanyanyasa watu, wakaanza kufanya mambo ambayo ni tofauti. Lakini tumeona sasa mwanga ni mwana wa mtu ambaye amekuja, ametuletea mwanga, amemulika. Huyu sasa anatapiri kuhusu Yesu Kristo ambaye amekuwa ndiye mwanga wetu sisi. Ndiposa tunaposoma katika injili yetu ya leo nasema basi wamebarikiwa wale ambao ni wavumilivu. Sifa hizi zote tunaziona kwake Yesu Kristo. Kwanza yeye alikuja na alikuwa ni maskini. Hakukuja na magari, hakukuja na nguvu, hakukuja na maaskari, hakukuja na malaika. Hapana, alichukua umbo la mwanadamu. Kwa hivyo akaacha kila kitu, akaacha ukubwa wake, akaja akawa kama mmoja wetu. Na hivyo basi ndiposa nazungumza anasema sasa basi utawala mpya umekuja, utawala mpya ambao ni wa Yesu Kristo. Ndiposa anasema wanaheri wale ambao ni maskini, wanaheri wale ambao ni maskini kwa sababu ufalme wa Mungu. Sasa ni yeye ambaye ako na sifa hizo. Alikuja akaacha yote, akaacha mamlaka na mwisho hakika ukweli. Mwisho sasa anapokufa na anafufuka, anaruhusiwa na anakaribishwa kule mbinguni. Hivyo sifa hizo zote sema wanaheri wale ambao ni wapatanishi, wanaheri. Maana hao wataitwa wana wa Mungu wapatani. Alikuja alipata watu wametawanyika, alikuja akapata watu wako mbali, wana wamefunjika moyo, lakini aliwapatanisha akawaleta kwa pamoja. Kwa hivyo ndivyo jinsi ambavyo tunavyoelekezwa siku hii ya leo. Yeye ni mwanga. Kwa hivyo hata katika kifo yeye anatupea tusimame imara. Hakutoroka, yeye hakuogopa. Alikuja wakati ambapo kulikuwa na wafalme ambao ni wakali. Alikuja akasaliwa wakati ambapo Herode alikuwa mfalme ambaye alikuwa amekalia mamlaka. Na kwa basi aliposikia kwamba mtoto amesaliwa atakaye kuwa mfalme, sema basi nendeni mkapeleleze na mtakapopata mniite na mimi niweze kumwabudu. Lakini ilikuwa ni ukora, alikuwa anataka muue. Sasa basi ni lipi ambalo tunalosoma hapa siku ya leo? Tunasoma hivi. Kwanza tunasoma baada ya kifo kuna ufufuo. Baada ya kifo kuna ufufuo. Baada ya changamoto ambazo tunazokumbwa nazo, Yesu Kristo amesema hizi changamoto ndio zinatuletea huzuni, ndio zinatuletea uoga katika maishani mwetu. Lakini sasa furaha yetu ni kwamba yeye sasa mwana wa mtu ambaye ni mwema, ambaye anatutia moyo, ambaye ameshiriki katika kufa na ambapo amefufuka tena sasa ameketi katika kuume kwa Mungu Baba. Sasa basi tukue na furaha, tufurahie, tutumaini. Lile ambalo analo tuwaelekeza ni kwamba tuwe tayari. Tusiishi kana kwamba ni sisi tunataka hapa. Tuache mambo ya kuwa na malingo. Mambo ya malingo hayatatupeleka mahali. Tuwe watu ambao ni wapole. Tujue sisi ni watu ambao ni maskini zaidi. Kwa sababu gani? Pasipokuwa na Mungu, maisha yetu hayana maana. Maisha yetu hayatakuwa na maana. Usipomtegemea Mungu, sisi ni fukara
sisi hatuna maana katika maisha. Kwa hivyo tumtegemee kila wakati. Unapoishi mtegemee yeye. Unapoishi, unapofanya mambo yako, basi kuwa mtu ambaye ni mpole. Usiwe na unajiinua, usiwe na kiburi, usiwe mtu ambaye unaona kana kwamba sababu ya mabeni, sababu ya mali, eti maisha hata unaweza ukapeleka mtu kotini, mfunge kule, umteze. Hapana, maisha tunahitaji tukae kwa pamoja. Tuweze kumtumikia Mungu, tuweze kumtumikia kwa kila wakati, na yeye mwenyewe ataweza kutusidishia baraka katika maisha yetu. Mwisho anamalizia kwa kusema kwamba msiogope mnaponitumikia, mnapojitolea, mnapokumbwa na changamoto kama hizi. Unajua hata wale babu zenu walipitia kama hivi. Kwa hivyo mfurahie, kwa sababu mtapata thawabu yenu ama tuzo yenu mtapewa kule mbinguni. Kwa hivyo tumekuja hapa tuwafariji hawa ndugu zetu ambao wamehuzunika kwa sababu ya mtoto wao. Mtoto amekuwa ni taa, mtoto amekuwa ni mwanga kwa familia, namjua. Mtoto nilikuja hapa mpata baba, tumekuwa tukizungumza sababu nimekuwa nikikuja nikiona baba mzee mwalimu wetu Joel. Hata wakati nilipokuwa mseminaristi nilikuwa nimekuja hapa, nilikuwa tunatembea na familia hii. Kwa hivyo ni watu ambao nimewachiwa zaidi, ni watu ambao wamekuwa warafiki na tena wa ndani wa barukia hii yetu, na tena Wakristo wetu ambao ni wazuri. Kwa hivyo basi tumekuja tuwapee tumaini kwamba Yesu Kristo yu pamoja nanyi. Haikuwa matarajio yenu kwamba mtoto wenu aondoke wakati ambapo ni wakati wake wa kuangaza. Lakini Mungu wetu ako na mpango na sisi kila mmoja wetu. Kwa basi sisi tunaweza tukawa na mipango yetu. Na jinsi ambavyo mfano mingi, kuna mfano mingi kwa Biblia ukisoma. Soma katika kitabu cha Mwanzo utagundua kwamba anamuita Abrahamu, yeye ambaye ako na mpango wake. Yeye alikuwa ni mfugaji. He was a nomad. Kwamba alikuwa na familia yake, anafanya mambo, lakini anamteua. Anamwambia huyu mtu he was a pagan, hakuwa anamjua hata Mungu. Kwa hivyo lakini anamteua, anamwambia nataka uondoka hapa, ninakupeleka katika nchi ya ahadi. Unaona sasa? Hivyo ndivyo Mungu alivyo na mpango na sisi. Ako na mipango mingi, sisi tuko na mpango yetu. Sema nitafika hapa, nitaenda kule, nitakapofanya kazi hii, nitanunua magari fulani, nitakapofanya hivi, nitaenda kule. Hapana, we are candidates of the same. We are the candidates. Sasa hivyo basi tuwe watu ambao wana cooperate with the will of God. Cooperate always. Bwana, mapenzi yako yatimilike ndani yangu. Kwa hivyo fanya kulingana na mapenzi jinsi ambavyo anavyotaka. Bwana, unataka nifanye aje? Nataka nifikie hapa, nataka nisonga hapa, nataka nikutumikie hapa. Tuwe hivyo, tuweze kuiga jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyo. Sema Baba, mimi nimefanya kazi yangu. Lakini Baba, sasa jinsi ambavyo nimefanya hii kazi yangu, niko na wengine wale wanafunzi wangu, ninawaambia Baba, jinsi ambavyo tulivyo mimi na wewe tuko kitu kimoja. Baba, unanijua, nami Baba ninakujua. Kwa hivyo basi hawa wengine hatutaki hata mmoja aweze kupotea, tumie msaidizi. Ili ndipo hivyo ndivyo Yesu Kristo alivyo. Yeye ndiye ni daraja kwake Mwenyezi Mungu. Yeye na anatupenda. Soma katika Warumi sura ya 5 mstari wa kwanza kuendelea. Nasema imani yetu haiwezi ikatuangusha. Imani yetu ambayo tulio nayo kwake si imani ambayo ni ya kutupeleka mahali babaya. Hapana, ni imani ambayo inatupeleka hadi kwa Mungu. Kwa basi anasema tena, sema kwamba ni kwa huruma yake, ni kwa sababu ya huruma nyingi aliyo nayo. Wakati tunapoendelea na dhambi, wakati ambapo tunaendelea kupenduka, hatutaki kumtumikia, baada anatutafuta. Ni ambaye anatutafuta. Is the initiator. Is the one who calls you. Is the initiator. Si. Hapana. Ni ambaye alinitafuta, alikutafuta, akakuita, amekuweka hapa. Kwa hiyo basi kila wakati tuseme asante. Kila wakati, hata wakati wa changamoto zetu, tuseme asante. Bwana, sisi ni viumbe vyako. Bwana, sisi umetutuma ili ndiposa tufanye mapenzi yako kila wakati, hata wakati wa kifo, hata wakati. Kwa hivyo huyu anaamuka na anaenda, anamwambia twende. Basi nimekuwekea nchi hadi twende. Na anaamuka na anaanza safari hivyo. Unaangalia katika Ayubu anapokuja kwake, ni mtu mwema. Unaposoma kwake unagundua kwamba alikuwa ni mtu mwema. Umuntu omuya. In fact anasema hivi, Ayubu ni galingi umuntu omonda. Naende galingo umuntu omuronge, mtu ambaye ni wa haki. Na tena pia
Watoto wake walipoonekana kana kwamba wamekosa, yeye alikuwa anatoa kafara kwa ajili ya watoto wake. Naona sasa. Lakini Mungu kwa njia za akakuja kwake. Na unaona mambo yaliyomtendeka, mtu mwema, mtu ambaye ni wa haki, mtu ambaye anayempenda Mungu, mtu ambaye anayemtegemea. Changamoto zikampata, watoto wake wakaondoka, mali yake yakaondoka yote. Lakini unaona jinsi ambavyo mtu ambaye ako na imani, jinsi ambavyo anavyofanya. Napiga magoti, sema Bwana, uliniumba si kuwa na kitu, ni wewe ambaye uliyenipea. Wakati mwingine tunakaanga na majifuno. Mungu amekujalia na watoto, unajifuna, unajisahau, sema watoto wako na mapeni, wameenda kule, wameajiriwa kwa Nairobi. Sasa hata kanisa unaacha, uende kanisa sababu watoto wako wameajiriwa. Lakini unasahau kwamba huyu ambaye amekuumba, huyu ambaye amekujalia, amekupea watoto, ni yeye anafaa waendelee kuwalinda. Hivyo tunasahau. Wakati mwingine sasa ni jasho langu, ni mimi ambaye nimefanya haya yote, ni mimi ambaye nimefanya hadi hao wamefika hapa. Hapana, wanaweza wakaondoka wakati wowote na tena wote. Sasa unaona sasa hivyo ndivyo walivyoondoka wa Ayubu. Kana asema aje? Anasema anapiga magoti, anasema Bwana, nakushukuru sana. Uliponipa nilikushukuru. Na tena wakati umewapeleka, umewachukua, Bwana nakushukuru sana. Na aliendelea. Unaona amepata changamoto nyingi hapa katikati. Watu wanamchekelea, mambo mengi, hata familia yake hivyo ndivyo ilivyomfanya. Lakini unaona hakukufa moyo, hakukata moyo. Wewe unaweza ukakata moyo kwamba Bwana umechukua hao watu wangu. Lakini sema hata hakulalamika kwake Mungu. Sema Bwana mbona umelifanya? Hapana. Sema Bwana asante na nakushukuru kwa ajili ya kunipea watoto. Nakushukuru kwa ajili ya kunipea mali haya yote. Nakushukuru kwa ajili ya kunilea. Nakushukuru kwa kila jambo. Wale marafiki ndio walileta chuki kidogo. Sema wewe ni wewe ambaye umekosea, ni wewe ambaye umefanya vibaya. Kwa hivyo endo utupu kwa sababu umefanyia Mungu vibaya. Lakini mwisho tunaona kana kwamba Mungu anambariki huyu ndugu yetu Saidi. Kwa hivyo imani yetu kwa yote ambayo tulio nayo, labda uko na pesa, labda huna pesa, labda uko na watoto, labda uko na magari, labda kitu nimegundua ni hivi. Mimi kwa haya maisha nimegundua hivi. Hatutaondoka na kitu. Hata ukwaje. Na wabana wanege kubaiga. Na wabana wanye no muntu uri unge muno yugoita. Na wabana wanye no uri utegetu turuwa twensi. Uturuzigaiga. Akiborie ke maene kia mangana. Kende nge yokoira na hende nabo gocha kuruga muna gwajete. No chove no uri ke manyunge na ngaki. Na wabana masoma aga mangi. Hautaondoka na chochote. Kwa hivyo basi inafaa sisi zote ambao tumekuja hapa tugundue kutoka mapema kwamba tegemeo letu ni kwa Mungu pekee. Tegemeo letu. Ndipo sasa anauliza hivi, anasema sasa huyu hao watu wawili, anasema huyu ambaye ni Lazaro na yule ambaye ni tajiri, nasema sasa Bwana nimehangaika hapa sana. Mtume huyu ndugu yangu aende kule kwa ndugu, niko na ndugu wengine kule. Aenda akawahubirie ili waweze nimesumbuka kweli, nimeteseka. Sema hapana, wale wako na ndugu kule, wako na manabii, wako na Musa, kama hawatasikia. Tusikie saizi, wakati ni huu, wakati ni sasa. It is now or never. Wakati ni saizi, tubadilike saizi. Njia zetu zinakuwa ni njia ambazo ni tofauti kidogo. Wakati mwingine tunajisahau. Wakati niliwafunza hapa kwamba our mind is always crowded because of the original sin. Our mind is always crowded with the darkness. Is crowded. So what do we need? We need Christ. Yesu ndiye anayeleta mwanga. Anapoleta mwanga wake, tunaona. Sasa hata yale mambo ambayo yalionekana kwamba ni magumu kidogo, tunayaona na tunakuwa na tumaini. Kwa hivyo basi tunamhitaji Yesu Kristo ili ndipo tutakapoondoka hapa. Tutakapoondoka tutahukumiwa immediately, hakuna mambo mengine, na tutakapoondoka tutaondoka wakati hatutarajii. Sasa hivyo hayo ndio maajabu sasa. Hayo ndio maajabu kwetu. Kwa hivyo ni vizuri, it is very clear that you understand what is going to happen when you arrive. Kwa hivyo ni vizuri basi kuanzia saizi, wewe ambaye umekuja hapa, umepata nafasi hii na umeketi hapa, jua kwamba tutaondoka wakati ambapo utarajii. Wakati unataka umepanga nitakula, wakati umepanga nitaenda kule mtoni, wakati umepanga nitaenda kule niwatembelee watoto wangu, wakati umepanga nitaenda majuu, wakati umepanga nitafanya shughuli fulani. Hiyo ndio wakati ambapo Mwenyezi Mungu anakuja katika mafuno yake na anakufuna. Kwa hivyo sasa jipange. Sema atakuja wakati ambapo hujui, saa ambayo hujui, siku ambayo hujui, na atakuja kama mwizi kwetu. Kwa hivyo tujipange. Tuibanga ba mindu muna tuliga. Ejine njire tole twali bintu biri very trivial,
twara magana gete bange kubwateri bagarigia mwereri kubwateri bagarigia nonye na bana bakenguru baro bana be miaka none 3 bana be miaka nonye ne miaka 10 bantu bonzi nguru baro nonye na bagotu bari be miaka 100 wejimun nguru baro. So therefore learn. This is an opportunity. Kerto uje sama tanga is not a show. Togoje tuache kokora kaiga. No, we learn. Let's learn kwamba tunakuja katika mazishi kwamba hata sisi inafaa kweli tujipange. Kwa sababu hata hatujui saa tujipange tukue watu wazuri. Tunapoamuka na inapokuwa wakati wa usiku, kila wakati tujipange. Kwa hivyo basi maisha yetu yawe mema, maisha yetu yambatane na jinsi ambavyo yanavyohitaji. Ndiposa tutakapoambiwa sifa hizi amesema wanaheri mbazezeniri abalinga abataka bitigana abataka wae bakamusemeli Nyasaye bakatika byonse nakiki yisako akamusemeli Nyasaye zibyonse none kara tabwate akamusemeli bate monene wanje kwa gokoleka none kara ali somusaraba ali atabwate kende naona sasa hata sasa anasema Bwana mapenzi yako niko na uwezo lakini mapenzi yako yatimilike ndani yangu. Hivyo ndivyo ilivyo sasa. Tikatwirungu twensi kama natuliga mna tuachirige lero twensi mna tuachirige amagana mange tikata mebitini binge is of no use aso mo wait abantu barabororo abantu batatetie magana bitina abantu barabakubwatania abantu bakorenta omurembe abantu biruete so bukristo bwao abantu bamwanjite Nyasaye ayese kanise gukite ndi go convert ari muna naja hapana ndende business ya is not conversion igara nimbata bakristo mochiri mali kanisa megaki wasabona mwaje lakini courage jiba kongumbo hiyo sawa courage jara bako ngumbo ina botoko ba mona tingo kosene lakini asota kere kogenda mali ambapo unapostahili kuenda kende kanisa yake ndende nini wa Wakristo wangu huwa ninawaambia kama kuna jambo ambalo unastahili kulifanya najua kwamba unastahili batizwa batizwa kuna jambo ambalo unastahili kulifanya utakere okole nyangi paka kwa bere kolera yani akikole nyangi koranji kole nyangi. Kuna jambo ambalo unastahili kulifanya lifanye kama leo lifanye kwa sasa huu wakati ambao ulio nao. Ndiposa huyo nabii sana anasema mfanyie mtumikie Mwenyezi Mungu wakati uko na nguvu. Mtumikie Mwenyezi Mungu wakati uko na nguvu. Hivyo ndivyo anavyotuambia. Tomakorero manene kero tuwate chinguru, tomakorero manene kero libagaliro oro, tomakorero manene kero chinza chiroro, tomakorero manene kibuli mubaso. Utukongo chabuli nomuzunde kero chire titokonyara korora. Asingenjio kwa mokole. Mungu awafariji, Mungu awajalie, endelee kuwaneemesha ili ndiposa mpate baraka tele katika maisha yenu. Nanyi ambao mmeandamana na mmefanya kazi nzuri. Hii kazi ambayo mnayoifanya mmeacha kazi zenu mmekuja hapa. Mungu awafariji. Na katika masomo yetu ya leo yakuguze tu upadriki ukuwe mtu mwema. Si kwa ajili yangu lakini kwa ajili yako wewe mwenyewe. Ili ndiposa tupate nafasi ya kuingia sote mbinguni. Bali ngamutete kwenda iguru lakini biya muri gaki bangina bali muri rura mutete kwenda iguru wese kemaene be to bana bantabaya gere to gende twensiguru ikire Nyasaye tata mubikigima mutongi urananse Yesu Kristo omwana oyo mumaimo monguru ito akabreka no moyo mtagatifu bireto na Bikira Maria usoto na bonsi obiratu ubambe twasoma saraba okweto tindi gutu termito chamago liburu lya matukatatu orutu kurasaba akuli urinde guresa karansa so kulikuwa Nyasaye da mubikegima korona nuko mambe bana bakuli na nchira somo yo mtagatifu Elisika Turkiye gitagatifu kubikwa muko batagatifu kuruswa kwa iwe koroka kwa mubiri no mubutakwera. Kila mmoja wetu chukua fursa hii dakika moja ujifikirie katika maisha yako. Umekuja ndio umekuja katika kuwafariji hao wana familia. Pia tena umekuja katika kutazama mwili na kuombea familia hii. Jifikirie wewe mwenyewe. Maisha yako kweli hakika tungeondoka leo hii. Kikuwa kweli utafaa kuingia katika ufalme wake, jifikirie. Basi uchukue na nafasi umuombe Mungu akujaze na neema ili ukue mtu mema atakapokuja ili atupate tuko tayari zote.
wakati wa sadaka, kila mtu anachiletea hapa mbele. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake takatifu. Amen. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Salome, na kwa kutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema. Tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, katika yeye tumaini la ufufuko yenye heri liangaza kwetu, ili sisi tunaosikitika kwa sababu tunajua kwamba lazima tutakufa tufarijiwe kwa ahadi ya uzima wa milele. Maana uzima wa waamini wako Bwana uondolewe, ule unageuzwa tu, na hao wanapata makao ya milele mbinguni, yakiisha pomolewa makao ya hapa duniani. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki, na pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho: mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni.
Barikiwa naye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba utakatifu usipache hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili vyo kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe, akakushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Somo salaba Yesu nigakwete Kuruimba sembera Yesu nigabogete Yesu nairane naende Yesu nairane naende. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa ushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuka kanisa lako leo popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo na askofu wetu Yosefu Mairura na wakilero wote. Sasa tunapoombea familia hii ya mwalimu Joel na madamu wetu Alice na watoto wao, ajaze na neema, walinde, waimarishe na kutumainia kila wakati. Mkumbuke mtumishi wako Salome uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie hivi yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, ashiriki pia ufufuko wake. Wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba tuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri na mama ya Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba tuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi. Wala tusifadhaishwe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri ya ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana wetu Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani na wajieni, amani yangu na wako. Tazama dhambi zetu, letu imani ya kanisa lako. Penda kulijalia amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Naishi na utawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nayo. Iwe rohoni mwako. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za ulimwengu, utujalie amani. tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sara yogotoriwa saone utorie nyore komunio buya Maria babonsabire
Maraika no mwanjombo sadari ya Nyasaye Sara yo wancha Nyasaye na majirenganya oromo biroma takatifu wa Yesu ndiye na manyinga yenywe ikiagera yaweka watebabo na nchira ene koro ya neansi Sara yo weke ya Nyasaye nengweteba neje no musenyo mure chingwe neretio konyoromo bire na manyinga Yesu okobe bibiane umonguru chingwe neretingo soe mwane Neo tebe ngane moyo kano moyo neno wene Sara yo weitia weitia ndoko biane biansi binako kiaira ebya kobeire naino myakirima korobono tingo chikusarika bire nane Nyasaye moyo kwera mavera Sara yo gosasima Yesu Nyasaye monenone na igora salitari igoro ne turekira sore ngo gosasimande na wanchire ne goro yonsi ningori tino wekana Oicha sende, oiche bono monchoron koromuya.
Sala baada ya komunyo. Roho ya Kristu nitakase, mwili wa Kristu uniokoe, damu ya Kristu nitakamishe, maji ya ubavu wake Kristu yanioshe, mateso ya Kristu nguvu yanizidishe. Ee Yesu mwema, unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge. Saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze, milele na milele. Amina. Asante, asante Mungu. Asante, asante Mungu. Sina maneno. Asante, asante Mungu. Nashukuru Bwana. Asante, asante Mungu. Tena sana. Asante, asante Mungu. Sina maneno. Asante, asante Mungu. Tuombe. Ni Bwana Mungu mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Salome afike kwenye karamu ya milele ya Kristo na ishi na utawala milele na milele. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Endeni na amani. Tumshukuru Mungu. Kwa hivyo familia, pole kutoka kwa parokia hapa, watu wetu Crisantus Maingi, Badri, Fedha, Michael wametuma waletee pole zao. Kwa hivyo basi tutaungana na wao mnamo kesho, na misa yetu itaanza mnamo saa 6:30. Misa yetu kwa parokia itaanza mnamo saa 6:30, na misa itafanyiwa kule ndani kwa parokia, uwanja wa parokia ndani, si kwa uwanja huu wa shule. Hapana, uwanja wa parokia kule ndani. Hapo ndipo tutakapofanyia mazishi yetu. Na kwa hivyo basi, katika ratiba jinsi ambavyo itakavyokuwa, mtakuja mapema, tutakuwa na ratiba yenu, hakuna wa kuwanyima nafasi.